Msikilizaji, karibu tena katika simulizi yetu mpya tunayoianza leo. Na simulizi yetu ya leo inakwenda kwa jina la Nilizaa na Paka Mtu Nyumba ya Jirani. Ni simulizi nzuri sana na ya kusisimua, lakini pia kama hujasubscribe na wewe ni mpenzi wa simulizi za kusisimua na kutisha, ninakuomba ufanye hivyo. Mwandishi na msimuliaji wa simulizi ni mimi Mami Mode, ambao unaweza kunipata kwa nambari za simu 0753056995. Nisipoteze muda sana, naomba tuanze simulizi yetu. Sasa bwana, hii nyumba ambayo naishi nimepanga. Na huu ni mwaka wa 4 tokea nimehamia kwenye hii nyumba. Ni nyumba ambayo tuko wapangaji wawili tu. Sasa bwana, hiyo miaka 4 ambayo nimepanga kwenye hii nyumba, nilikuwa nikiishi na mpangaji mwenzangu. Na huyo mpangaji alikuja akahama ghafla tu. Na mimi siwezi kujua alihamia nini, na sijui pia ni kwa nini aliondoka bila kuniaga. Unajua sio lazima sana, lakini alikuwa ni mtu wangu karibu. Kwa hiyo kuna namna ilinifanya niwe mnyonge sana, na nikawa naomba Mungu atakapohamia mpangaji mwingine angalau tuweze kuzoeana kama nilivyokuwa nimezoeana na huyu. Sasa bwana, nakumbuka siku moja jioni baada ya kurudi kutoka kazini, nilikuta geti likiwa wazi. Nikajiuliza sana, kwa sababu mara nyingi nimekuwa nikifunga geti kwa funguo, kwa sababu sasa mpangaji nilibaki kuwa mimi tu peke yangu, na funguo nyingine alikuwa nayo baba mwenye nyumba. Nikahisi mambo mawili, aidha mwenye nyumba amekuja pale nyumbani au amepatikana mpangaji mwingine. Hili wazo langu la pili lilikuwa la uhakika kabisa, kwa sababu baada ya kufika tu ndani niliweza kumuona mpangaji ambaye alikuwa amehamia pale. Na kilichonishangaza zaidi, huyu dada ambaye alikuwa amehamia hapa ni mtu ambaye namfahamu, yani nafahamiana naye. Na kufahamiana naye haikunifanya nishtuke. Nilishtuka kwa sababu binti ana kwao, yani wazazi wake wana nyumba, na sio nyumba moja, wana nyumba nyingi tu, tena ni hapo hapo mtaani. Sasa mtu anaweza vipi kuacha nyumba zao alafu akaja kupanga kwa jirani? Kilikuwa ni kitu ambacho kilinishangaza, lakini nilitabasamu tu. Unajua nilikuwa najiuliza nani ambaye amehamia hapa, kumbe ni wewe. Nilimuuliza yule dada, akacheka. Ndiyo, ni mimi hapa. Karibu. Asante, nimeshakaribia. Na kuanzia sasa utaniona sana tu. Nimefurahi pia. Kama ni wewe ndio umehamia basi itakuwa vizuri zaidi. Nilimwambia yule dada ambaye alitabasamu tu. Haya basi sawa, mimi niko ndani. Nilimwambia, akawa ametikisa tu kichwa kukubali. Nilipiga hatua za taratibu nikaingia mpaka ndani kwangu. Nilifika mpaka ndani kwangu nikawa naika mazingira sawa, kwa sababu mimi nimekuwa nina tabia. Kazi ninayofanya mimi nafanya kazi kiwandani. Na kama mnavyojua kazi ya kiwandani huwa inachosha sana. Kwa hiyo masuala ya usafi mara nyingi wanafanya weekend. Ninapoamka nyumbani asubuhi na kuelekea kazini, mazingira wanayaacha sio mazuri. Kwa hiyo nikirudi kuna namna fulani inapaeka sawa ili niweze tu kulala. Lakini usafi kama usafi wanafanya siku ya weekend tu. Basi bwana, nilianza kusafisha pale mazingira na kuyaweka sawa angalau niweze kulala kwa siku hiyo. Sasa baada ya kupanda tu kitandani, nilianza kusikia mlio wa paka. Wakati huo ilikuwa ni saa 2 ya usiku. Nilianza kusikia mlio wa paka na hakuwa paka mmoja. Na hili jambo sio la kawaida kabisa. Kwanza nyumba ambayo naishi mimi, yani kusikia paka huwa ni ngumu. Lakini hapo nikakumbuka kitu. Unajua mpangaji mpya ambaye kahamia hapa, mama yake huwa anasifika kwa kuwa na paka wengi sana. Yani mama yake alikuwa anafuga paka wengi. Na hilo likampatia mpaka umaarufu mtaani. Na kuishia kuwafuga tu, alikuwa mpaka akiwauza paka. Kwa hiyo niliwaza kitu kimoja tu pale. Kwa sababu huyu dada pia ni binti wa yule mama, inawezekana wale paka wa nyumbani kwao kutokana na kumzoea sana, wameamua kumfuata mpaka hapa nyumbani. Hicho ndio kitu ambacho nilikuwa nimewaza. Kwa hiyo nilipuuzia tu na kulala. Nililala na haukuchukua muda mrefu sana, usingizi ulikuwa umeshanipitia. Na kama inavyojulikana, unajua mtu ukiwa umelala hauwezi kusikia chochote kile. Kwa hiyo baada ya kulala sikuweza kusikia milio ya paka. Kwa hiyo sijui aliondoka saa ngapi. Ila ninachokumbuka baada ya kushtuka saa 9 za usiku, nilianza kusikia tena ile milio. Ilikuwa ni jambo ambalo sasa nilianza kuogopa.
kwa sababu walikuwa wanaonekana wanalia paka wengi mno, na walikuwa wanalia tena sio karibu tu na ile nyumba, ni zaidi ya karibu, kwa sababu walikuwa wakililia dirishani kwangu. Niliogopa, nikakaa kwanza juu ya kitanda, nikachukua simu yangu na kutazama muda. Ilikuwa saa 9 za usiku. Niliwaza pale nifanye nini, kitu ambacho naweza hata kutuliza nipate amani. Sikuweza kitu cha kufanya, lakini wakati naendelea kuwaza pale, nilianza kusikia sauti za watu wakizungumza. Ilikuwa ni sauti ya mwanamke pamoja na mwanaume, na kama hii sauti ya mwanamke haikuwa ngeni kabisa kwangu, niliweza kuifahamu. Ilikuwa ni sauti ya mpangaji mpya kabisa. Nilijiinua taratibu kwa sababu ni kama walikuwa kibishana. Niliamka taratibu pale kitandani, nikateremka mpaka chini. Nilisogelea mlango nikaufungua. Nikatoka sasa, nikaanza kuangaza macho kulia na kushoto. Sikuweza kuona mtu, lakini kwenye kona kidogo hivi ya ukuta niliweza kumuona udada, yani mgeni mpya sasa ambaye amehamia hapa. Nikatazama kwa makini zaidi. Alikuwa amesimama na mtu, na huyo mtu alikuwa ni mwanaume. Hapo sasa nikawaza pengine alikuwa ni mtu wake tu, kwa hiyo nilipuuzia kabisa. Nikarudi ndani, lakini na uhakika niliona mwanaume. Basi baada ya kurudi ndani nilipanda tu kitandani, na hapo pia nikashukuru kwa sababu angalau niliweza kupata usingizi. Basi nikajilaza pale mtoto watu, na haukupita muda mrefu tena usingizi ukanichukua kama mwanzo. Hapo sasa nilikuja kushtuka asubuhi. Nikajiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini kama kawaida. Nilielekea mpaka kazini. Kiufupi maisha yaliendelea hivyo, lakini kulikuwa na utaratibu mpya kabisa kwenye ile nyumba. Yeye ilikuwa kila siku usiku, kuanzia saa 2 ile, paka wanajaa sana pale kwenye ile nyumba yetu. Na sio kujaa tu, walikuwa wanakuja kulia. Yaani wanaweza wakalia hata nusu saa. Na mimi sikuwa nimepata muda wa kuzungumza kwa ukaribu sana na ule mpangaji mwenzangu. Yaani tokea miamia hapa, nimejikuta ni mtu ambaye niko busy, sikupata nafasi ya kukaa naye pamoja. Siku moja sasa ilikuwa ni Jumapili. Hiyo siku nilikuwa sijaenda kazini. Kama utaratibu wangu, weekend nyingi huwa nimekuwa nikipumzika. Basi nilianza kufanya usafi wa hapa na pale. Lakini sasa wakati naanza kufua nguo, alitokea yule jirani yangu naye kutokea sasa chumbani kwake. Akanisalimia pale, nikawa nimeitikia salamu. Naye alikuwa akifua. Tena nakumbuka akaniambia, "Samahani sana shoga yangu, unajua kama ningejua unafua leo, mimi nisingefua kabisa." Aliniambia hivyo. Nikacheka kwanza. Sasa usifue kwa nini? Unajua hizi kamba ni nyingi sana, zinatutosha wote wawili. Nilimwambia yule jirani yangu. Akawa anacheka tu pale huku naye akiendelea kufua. Lakini hapo nikakumbuka kitu. "Samahani, naomba nikuulize." Nilimwambia, "Niulize tu bila samahani. Unajua mimi sijawahi kufahamu jina lako kabisa. Nimekuwa nikikuona tu." Nilimwambia yule binti, akatabasamu. "Mimi naitwa Zakia." "Oh, hivi kumbe ndo maana pale kwa mama yako anaitwa Mama Zakia. Kumbe Zakia ndo wewe?" "Ndio. Mimi ndo Zakia." Basi mimi hata jina lako wasilifahamu." "Ndio hivyo. Na wewe kwani unaitwa nani?" "Mimi naitwa Fau. Unaweza tu kuniita hivyo." Nilimwambia yule dada. "Oh, kumbe Fau." "Ndio. Lakini samahani tena jirani, naomba nikuulize swali." "Niulize tu." "Hivi wale paka ambao wamekuwa kilia usiku ni paka wenu, si ndio?" Nilimuuliza udada. Alishtuka kwanza na akaacha mpaka kufua. Alikuwa akinitazama tu. "Paka wakilia?" "Ndio." "Wakilia wapi?" "Huwa anakuja hapa dirishani kwangu. Wanalia sana. Na kama ninavyojua mimi, mama yako ndo huwa anafuga paka." Kwa hiyo mimi kwa akili zangu za haraka haraka tu nikawa nimejiongeza kwamba pengine wamekumisi wa kuoni nyumbani. Nilimwambia yule dada huku nikicheka. Lakini alikuwa kama vile amestaki yani. "Oh, kumbe ndo hivyo. Kwani wao wanakukera?" "Hapana, simaanishi hivyo. Lakini kuna namna tu nilikuwa nikiogopa. Ila sasa hivi nimeanza kuzoea." Nilimwambia yule dada.
Akatabasamu kidogo. Sema tu kama unawaogopa labda naweza nikazungumza na mama. Akawa nawafungia kabisa nyumbani. Amna, lakini pia kama utaona kufanya hivyo ni sawa, utakuwa umenisaidia pia. Ila sio kwamba sio kwamba wananigharimu chochote, nilimwambia. Basi tuliendelea na hadithi za hapa na pale, na kwa bahati mbaya ili jambo langu hakuonekana kama amechukia yani. Unajua tena mambo ya kuishi majirani. Kuna wale majirani ambao unaweza kumuelekeza kitu akachukulia tofauti, lakini alikuwa amenielewa. Basi tuliendelea na hadithi zetu mpaka namaliza pale kufua. Sasa nilipomaliza mimi niliingia ndani, yani ndani kwangu. Na nakumbuka nilitumia muda mrefu sana kulala. Lakini baada ya kuamka nilitoka nje. Na hapo nikamkuta Zakia alikuwa akizungumza na simu. Tena alikuwa akizungumza kwa hasira mno. Alikuwa akizungumza kiasi ambacho anataka mpaka kulia. Na alikuwa akizungumza ya maneno. Mama, nimeshakwambia mimi sitaki jamani. Nimeondoka hapo nyumbani kwa ajili ya kero kama hizi. Sitaki kabisa ujinga kwenye nyumba za watu. Na mimi hapa nimepanga tu. Niko na majirani. Unadhani watanielewa vipi mimi? Alikuwa akizungumza hivyo Zakia. Nikawa nimeshtuka kidogo kwa ajili ya hizo kauli zake. Nikawa najaribu sana kumsikiliza, lakini kwa bahati mbaya alikuwa ameniona. Hivyo alitabasamu tu na kuanza kupotezea. Kwa hiyo mama, ndio hivyo? Hapana mama. Aya basi, itakuja kumchukua. Alizungumza hivyo. Kisha akakata ile simu sasa. Na aligeuka na kunitazama mimi. Ilikuwa kimya tu. Na mimi sikuendelea hata kusimama pale. Niligeuka tu na kurudi zangu ndani. Basi niliendelea na ratiba zangu zingine. Lakini wakati niko kule ndani, baada kama nusu saa hivi, mlango wangu ulianza kugongwa. Nikasimama haraka na kwenda kufungua. Alikuwa ni Zakia. Karibu jirani. Asante, alisema Zakia. Samahani, unajua tunaweza tukapiga hadithi kidogo? Aliniuliza Zakia. Nikatabasamu. Sawa, nakuja hapo nje. Hata hivyo unajua nimekaa tu hapa ndani, nilikuwa nawaza kweli hata cha kufanya sioni. Nilimwambia Zakia kisha sasa nikatoka. Tulifuatana pamoja na kutoka naye mpaka hapo nje. Tulikaa juu ya kizingiti. Niambie rafiki yangu. Hamna, unajua nakuona ni mtu ambaye uko busy sana. Ndiyo, kiukweli mimi niko busy. Unajua mambo ya kazi za watu. Nilimwambia Zakia huko nikicheka. Naelewa. Lakini mimi pia nilikuwa natafuta kazi japokuwa sijapata, alisema Zakia. Hapo sasa ikabidi nimtanie. Sasa natafuta kazi ya nini na wewe ni mtoto akishua? Nyumbani kwenu kuna nyumba kama zote. Yaani wewe kazi yako ni kupokea tu kodi. Nilimwambia Zakia ambaye alicheka sana. Amna bana, haiko hivyo. Na unajua tu wanasema mtegemea cha ndugu ya ufa masikini. Kwa hiyo mimi natafuta sana kazi. Na hata ukisikia kazi huko ambako unafanya wewe, unaweza tu kanishitua. Sawa, unataka kazi gani sasa? Yoyote tu ya halali. Mimi niko tayari kufanya kazi yote ile, alisema Zakia. Haya basi sawa, mimi nikisikia nitakushtua. Tuachane na hilo. Unajua saa ile ulitoka kanisikia nazungumza na simu, si ndio? Aliniuliza Zakia. Nikawa nimeshtuka kidogo lakini nikajifanya niko sawa. Kuna tatizo kwani? Nilimuuliza Zakia. Akakaa kimya kwanza kwa muda akinitazama. Kisha sasa akaendelea. Hapana, wala hakuna tatizo. Unajua mama yangu mimi sijui nisemaje. Mama yangu mimi ndo sababu kubwa sana mimi kuondoka nyumbani, alisema Zakia kwa sauti ya upole mno. Kwa nini sasa? Unajua mambo tu ya wazazi. Mama yangu mimi sijui nikwambiaje, lakini ni mfano hapa. Analazimisha kuna paka mmoja aje kuishi hapa kwangu, alizungumza Zakia. Nilishtuka lakini pia nilianza kucheka. Nilicheka sana. Nikamtazama Zakia kwa makini. Sasa, yani kama mama yako analazimisha paka aje kukaa hapa kwako, kwani kuna tatizo ukiishi na paka? Na kwani kuna ulazima wewe kuishi na paka?
Nilimuuliza Zakia. Alikuwa akiendelea kunitazama tu. Ndio hivyo. Yaani mamangu anapenda paka mpaka anaboa. Na ndo kama hivyo sasa. Nimeondoka nyumbani kwa ajili ya hiyo kero. Lakini cha ajabu, anasema kwamba nichukue moja na kuja kukaa naye hapa. Alisema Zakia. Nikacheka kidogo, kisha nikamwambia kwa sauti ya upole, unajua Zakia, wazazi wetu kuna kipindi umri ukishaenda wanafanya vitu vya kitoto. Ni wetu kukubali kwenda namna ambavyo anataka yeye. Zakia alinitazama tu kwa muda akitabasamu. Ndio hivyo, nitafanyaje sasa? Basi nikahisi pale ulivyonikuta saa ile utanifikiria vibaya, alisema Zakia. Nikacheka. Sasa nikufikiria vibaya kwa ajili gani? Kwani kufuga paka ni kitu cha ajabu jamani? Hamna, siwezi kukufikiria vibaya, nilimwambia Zakia. Haya basi, nashukuru kwa kuwa muelewa, alisema hivyo. Sasa mimi nilikumbuka kitu kwamba natakiwa nitoke. Kuna vitu vyangu vya muhimu nilikuwa nahitaji kwenda kununua. Kwa hiyo nikamwaga Zakia pale na kuondoka. Nikaelekea mpaka gengeni. Wakati narudi sasa, yani nilipofika getini, kulikuwa na paka ambaye amesimama. Na sio kusimama tu, alikuwa kasimama akinitazama. Alikuwa ni paka mwenye manyoya meupe. Niliendelea kumtazama. Kusema ukweli bwana, mimi huwa naogopa paka. Na wala sijawahi kuwa rafiki wao hata siku moja. Nikionaga paka tu mimi huwa naogopa. Kwa hiyo nilibaki nikimtazama huyu. Basi nikachukua jiwe ambalo lilikuwa pembeni kidogo ya geti. Nikarusha lile jiwe. Nilimrushia yule paka, lakini aliendelea tu kunitazama. Nikajaribu kumshtua. Yaani kuna ile namna huwa tunafanya kufukuza mfano mbwa au paka kama hivyo. Basi nilifanya hivyo kama kumtisha fulani hivi. Lakini yule paka aliendelea kunitazama. Mpaka nikaanza kuogopa sasa. Lakini alipoona kama kuna namna nimeogopa, yule paka aligeuza zake na kuanza kuondoka. Na akaingia sasa kule ndani. Yaani akaingia ndani ya geti ambako ndo mimi naishi huko. Niliingia haraka haraka. Nikatazama ule mlango wa jirani yangu. Ulikuwa uko wazi. Nikajua bila shaka atakuwa ameshaenda kumchukua huyo paka ambaye mama yake alitaka aende akamchukue. Kwa hiyo hata sikufuatilia sana. Nikafungua mlango wangu na kuingia mpaka ndani. Basi bwana, niliendelea na ratiba zingine pale. Ilipofika usiku nililala. Lakini usiku wa siku ilinyesha mvua kubwa sana. Yaani ilikuwa mvua kubwa mno. Na sio mvua tu, iliambatana na ngurumo za radi. Nikaamka. Nilikuja kushtuka, ilikuwa kama saa 8 hivi ya usiku. Basi baada ya kusikiliza kwa makini, niliweza kugundua kwamba kulikuwa na sauti nje. Kulikuwa kuna sauti ya mwanamke pamoja na mwanaume. Walikuwa kibishana. Na sikuweza kuelewa walikuwa kibishana nini. Na hii nyumba kama nilivyosema mwanzo, tuko wapangaji wawili tu, mimi pamoja na Zakia. Kwa hiyo niliteremka haraka sana. Na mimi ubaya wangu napenda kujua mambo. Yaani kuna namna fulani naweza nikasema kwamba nina kiherehere. Basi niliteremka pale kitandani. Nikapiga hatua za haraka haraka. Nikausogelea mlango. Nilianza kwanza kuchungulia. Nilipochungulia sikuwa nimeona vizuri. Ikabidi nifungue ule mlango. Nilifungua. Lakini baada ya kufungua tu mlango, nilimkuta Zakia akiwa amesimama peke yake. Alikuwa amejifunga kanga moja tu licha ya mvua yote ile iliyokuwa inanyesha. Na baada mimi kutoka tu, alikuwa akinitazama. Na tena alionekana ana hofu. Nikapiga tu na kumsogelea mpaka pale. Sikujali hata mvua iliweza kuninyeshea. Zakia, mbona uko hapa saa hizi? Nilimuuliza. Na sio kumuuliza tu, nilikuwa namuuliza huku na mimi natazama. Yaani nilikuwa natazama kulia na kushoto. Kwa sababu nilikumbuka kwamba nilisikia sauti ya mtu akizungumza. Lakini sikuweza kumuona. Nikageuza macho yangu na kumtazama Zakia. Zakia alikuwa kimya tu akinitazama. Zakia, vipi kwani? Kila kitu kiko sawa? Nilimuuliza tena. Akatikisa kichwa kukubali. Ndiyo, kila kitu kiko sawa. Sasa mbona nimekusikia kama ukizungumza na mtu? Ni nani huyo? Hapana. Mbona mimi niko mwenyewe tu hapa nje? Sasa unafanya nini mwenyewe kwenye mvua kama hii? Eti Zakia, hauogopi unaweza ukaumwa? Na sio kuumwa tu, usiku kama huu. Usiku na mambo mengi.
uogope tu kukumbana na viumbe vya ajabu? Nilimuuliza Zakia. Akatabasamu kidogo, lakini tabasamu lake alikuwa na furaha hata chembe. Amna, mimi niko sawa kuwa na amani, ila pia niliamka tu kwa ajili ya kukinga maji. Sasa unakinga maji ya nini shoga yangu, na hapa kuna bomba? Au unahisi kwamba ile bomba linaweza likakata maji? Nilimuuliza Zakia huku nikicheka. Niliwaza hivyo. Hapana, ili bomba huwa likati maji hata siku moja. Basi sawa, acha nimalizie ili beseni moja, kisha niende nikalale, alisema hivyo Zakia. Sawa, mimi niko ndani basi, nilimwambia Zakia. Akajibu tu sawa. Nilipiga hatua na kuelekea mpaka mlangoni kwangu. Nikafungua mlango na kuingia ndani. Nikawa nimefunga ule mlango. Kwa sababu nilikuwa nimelowana sana kwa wakati ule, nilitoa zile nguo na kisha nikavaa nguo zingine kabisa. Nikapanda kitandani. Lakini kabla usingizi hujanipitia, ghafla tu nilianza kusikia mlio wa nyau. Na maanisha kwamba mlio wa paka. Alikuwa akilia kama ilivyokuwa kawaida, lakini leo tofauti ilikuwa ni kidogo tu. Leo ilionekana ni paka mmoja tu, sio wale wengi ambao nimewazoea. Na mimi sauti ya paka kwa kweli leo nilijikuta nikihisi kero ya ajabu. Niliwaza nifanye nini? Basi nilijaribu kuziba masikio, lakini ile sauti ilizidi kusikika. Nikatoka haraka haraka, nilibandika maji kwenye gesi. Nikachemsha yale maji mwenzenu. Kwa haraka haraka sana, nilifungua dirisha. Kwa sababu si alikuwa akililia dirishani, basi na mimi nilifungua dirisha. Nikamwaga yale maji. Na kweli nilisikia yule paka akipiga kelele. Na baada ya muda kidogo kulikuwa kimya. Na baada ya kuwa kimya sasa, nilianza kusikia geti likigongwa. Yaani baada ya muda tu kidogo. Nilianza kujiuliza ni nani huyu? Lakini sikuwa nimepata jibu. Nikawa nategea sasa ili aende akafungue mwenzangu. Zakia sasa uko kwenye chumba chake. Ukizingatia chumba chake kilikuwa karibu zaidi na geti. Lakini kulikuwa kimya tu. Na geti lilizidi kugongwa. Nilichokifanya mimi, niliamka kama kawaida yangu. Na mimi huwa nina tabia ya ujasiri, sijua nimeutoa wapi. Nilifungua mlango wangu wa chumbani. Nikatoka mpaka uani. Nilielekea mpaka hapo getini sasa. Nikafungua geti. Alikuwepo mwanaume. Na huyo mwanaume ni kama nilimkumbuka. Ni ule mwanaume ambaye nilimuona amesimama na Zakia. Sio mara moja. Nilishaona kama mara mbili hivi. Basi niliacha tabasamu. Kwa sababu kwa akili yangu ya haraka haraka niliwaza ni mwanaume wa Zakia. Sasa hizi nilimwambia ule kaka. Alikuwa kimya tu akinitazama. Karibu, nilimwambia. Basi nilikuwa nageuka ili niondoke nielekee kwenye chumba changu. Lakini hapo nikagundua kitu. Baada ya kufika mbele tu kidogo, niligundua kwamba mwanaume alikuwa amesimama. Na wakati mimi nilitegemea baada ya kumfungulia geti ataelekea kwa mwanamke wake. Ndivyo nilivyokuwa nikiamini hivyo. Ikabidi sasa nigeuke taratibu na kumtazama. Kweli alikuwa amesimama tena akiendelea kuniangalia. Kiukweli mwanaume alikuwa ni mzuri. Muonekano wake ulikuwa ni mzuri haswa. Nikabaki namtazama. Alikuwa amesimama kwenye ile mvua akiendelea kunyeshewa. Shem, karibu, nilimwambia. Aliendelea tu kuniangalia. Basi nilichokifanya mimi, nilirudi mpaka pale getini. Nikafunga geti kwa sababu alikuwa ameliacha wazi. Na sio salama muda kama ule kuacha geti wazi. Nilifunga geti mwenzenu. Nikaanza kupiga hatua sasa nielekee chumbani kwangu. Nikimaanisha kwamba naye aelekee kwenye chumba chao. Lakini ajabu yule mwanaume alianza kunifuata nyuma. Kiukweli hapo nilianza kuogopa. Sijui kwa nini. Lakini mimi kwa akili yangu nilikuwa namuogopa kama mwanaume ambaye anataka kuingia kwangu. Sikumuogopa kwa maana nyingine tofauti na hiyo. Na yule kaka aliendelea kunifuata. Nilipiga hatua za haraka sana nikakimbilia chumbani kwangu. Kisha sasa nikafunga mlango. Nilifunga mlango sasa huku nikiuegemea. Niliema kwa kasi kwa sababu sikuwa nimejua lengo lake mpaka hapo. Basi baada ya muda kidogo nilianza kusikia hatua. Niliendelea kusikiliza kwamba huenda ataenda kwenye kile chumba chao. Lakini hapana. Alielekea mpaka kwenye geti. Akafungua geti na kutoka. Aliondoka kabisa.
Hapo nikawa najiuliza maswali mengi, ila nikapanga kesho asubuhi pakikucha nitamuuliza jirani yangu, yani Zakia. Sasa kiukweli nililala nikiwa na kimuhemuhe sana hiyo siku. Yani nilikuwa na shauku kubwa sana kutaka kumuuliza Zakia. Basi asubuhi kama kawaida palikucha, lakini kwa bahati mbaya Zakia ni mtu ambaye huwa analala muda mrefu kwa asubuhi. Na maanisha kama ni mtu ambaye anachelewa kuamka. Na mimi ilikuwa lazima niwahi kuamka kwa ajili ya kuelekea kazini. Kwa hiyo hivyo tukawa tumepishana. Na hata niliporudi pia baada ya kumaliza kazi, yani baada ya kutoka kazini kwangu sasa, sikumkuta Zakia na mlango wake ulikuwa umefungwa. Lakini nje ya mlango wake kulikuwa kuna paka. Na huyo paka ni paka yule ambaye nilimuona getini siku ile. Yani yule paka mwenye manyoya meupe. Alikuwa akinitazama tu na mimi sikutaka hata kuzungumza mengi. Nilipiga hatua za haraka nikaelekea mpaka kwenye mlango wangu. Nikawa nimefungua sasa mlango. Lakini baada ya kufika ndani nilikumbuka nilikuwa nina vidagaa ambavyo nilivinunua jana yake. Sasa nikawaza zidagaa kuliko nizitupe, na nimemwona paka pale nje. Nilichokifanya nilitoka mpaka pale nje. Nikampelekea yule paka. Yule paka kweli alianza kula. Na mimi nikarudi zangu sasa ndani. Lakini baada ya dakika kama 2 hivi nilianza kusikia geti likifunguliwa. Na mara aliingia mtu. Sikujua ni nani kwa sababu mimi si niko ndani, lakini ghafla nilianza kusikia kelele. Alikuwa ni Zakia, alikuwa kigombana sana. Na sio kwamba alikuwa kigombana, siwezi kusema alikuwa kigombana. Alikuwa kigomba peke yake. Yaani alikuwa kilalamika tu peke yake. Nilitoka haraka na kuelekea mpaka nje. Nikawa nimesimama sasa kwenye mlango wangu. Zakia kwa ameniona. Alikuwa akimgombeza yule paka. Nilishtuka sana. Ikabidi nimuite. Jirani. Zakia aligeuka kwa mshtuko mno na kunitazama. Kwema? Nilimuuliza Zakia. Akatabasamu. Ndiyo kwema jirani. Unajua nimekusikia ukilalamika hapo. Nikajua pengine unazungumza na mtu. Kumbe unazungumza na paka? Nilimuuliza Zakia. Hapo sasa alianza kucheka. Unajua nilikuwa najaribu tu kumuelewesha. Kwa sababu nimemkuta anakula hapa. Na isitoshe sijajua hata hicho chakula amekitoa wapi. Alisema Zakia. Nilishtuka mno. Tena nikamshangaa kuanzia juu mpaka chini. Jirani, mimi ndo nimempa odaga. Lakini pia kwani wewe si paka? Na asili ya wanyama si inajulikana jamani. Huwa anakula hata vitu vya jalalani. Wao hawana tabu tofauti na sisi binadamu. Sasa kwa nini upaniki kiasi hicho? Nilimuuliza Zakia. Akawa amecheka tu. Amna jirani, unajua kama nilivyokuambia mwanzo, mama yangu anapenda sana hivi viumbe na amewalea kwa kuwadekeza. Hapendi kabisa wale vitu vya ajabu ajabu. Ndio maana najaribu sana kufuata nyendo zake. Alijibu Zakia huku akijichekesha. Haya sawa. Ila udagaa mimi ndo nimempa. Ila pia sidhani kama uko sawa kuzungumza na mnyama kama vile unazungumza na binadamu mwenzako. Nilimwambia Zakia huku nikijaribu kucheka. Nilikuwa namuonyesha tu niko sawa, lakini unajua jirani yangu nilikuja kugundua kwamba ana tabia za ajabu ajabu mno. Basi aliniambia tu sawa na kisha akawa ameingia ndani. Na alimchukua na ule paka wake akawa ameingia naye ndani. Mimi pia nilirudi ndani kwangu. Na nilikuwa nimepuuzia kabisa lile tukio. Sasa bwana, zilipita kama siku 3 hivi. Na hizo siku 3 zote yule paka alikuwa anakuja kula kwangu. Unajua mimi nilikuwa naogopa paka, lakini kuna namna kupitia huyu paka nikawa siogopi tena. Na nikatokea pia kumpenda sana upaka. Kwa sababu pia alikuwa na tabia tofauti kabisa na paka wengine. Kwanza alikuwa akijisikia kujisaidia. Anatoka nje na kwenda mbali kabisa. Alikuwa ni msafi kiufupi. Lakini pia kuna namna alikuwa muelewa. Yaani kuna wakati nilikuwa najikuta nazungumza naye kama nazungumza na binadamu. Licha kwamba alikuwa hawezi kuzungumza. Lakini alionekana ni kama vile anaelewa. Kwa nilitokea kumzoea. Kuna wakati nilikuwa nikitoka kazini namletea maziwa, nampatia Zakia na kumwambia mpe paka. Lakini usiku kama kawaida, nilikuwa kuna muda unaweza ukasikia kelele kabisa Zakia akijibishana na mtu. Lakini nikitoka sikuti mtu yote ambaye anajibishana naye.
Ni bora mwanzo nilikuwa nikimkuta na mwanaume, lakini pia mwanaume wa Zakia sikuwahi kumuona tena. Sasa bwana, siku ya Zakia alinigongea mlango. Ilikuwa ni usiku tu, lakini si usiku sana. Ni mida kama ya saa 1 hivi. Zakia akaniambia kwamba anataka kusafiri. Anaenda sehemu kama wiki 2 hivi na kisha atarudi. Alisema kwamba anaenda kwenye kijiji cha shangazi yake. Shangazi yake amemuita huko kwa sababu kuna mambo anataka aende akayaweke sawa. Nilimwaga tu na kumtakia safari njema. Basi kweli aliondoka na akawa amefunga mlango. Yaani alifunga mlango wa chumba chake. Sasa hiyo siku ilipofika usiku, geti lilianza kugongwa kama kawaida. Niliamka na kwenda kufungua geti. Lakini nilikuwa nikijiuliza sana atakuwa ni nani. Sikuwa nimepata majibu. Nilienda kufungua lile geti. Lakini alikuwa ni ule kaka amesimama mbele yangu. Mwanaume ambaye siku zote nilikuwa nikiamini ni mwanaume wa Zakia. Alikuwa akinitazama. "Shem, karibu." Nilimwambia huku nikimtazama kwa mshangao mno. Hakujibu kitu. Alipiga tu na kuingia mpaka ndani. Nikarudishia geti sasa. Hapo nikawa natafuta maneno ya kumwambia. "Shemeji, samahani lakini unajua Zakia amesafiri." Nilimwambia ule kaka. Lakini aliendelea kukaa kimya tu. Sasa nikajiuliza, kwani ukaka ina maana hazungumzi au ni nini? Ile wakati naendelea kujiuliza, alitoa karatasi na kunikabidhi. Nilisita mara ya kwanza kuipokea, lakini nikaipokea. Ilikuwa ni karatasi nyeupe ndogo tu. Nikaifunua kwa sababu ilikuwa imekunjwa kidogo na ilikuwa ina ujumbe. Yaani ilikuwa imeandikwa kwa kalamu na maneno yake yalisomeka hivi: "Naomba unipatie hifadhi usiku wa leo." Alisema huyu kaka. Nikawa nimeshtuka sana. "Hifadhi?" Nilimuuliza sasa kwa sauti huku nikimtazama. "Yaani kwamba ulale ndani kwangu au mbona sikuelewi?" Nilimuuliza huku nikiwa mkali kidogo. Lakini kaka alikuwa ni mzuri, unajua tena sijui nisemeje. Lakini alikuwa ni mkaka ambaye ana muonekano mzuri. Na sio muonekano tu, pia alionekana ni mstaarabu. Na nikitazama mlango wa Zakia ulikuwa umefungwa na funguo na ameondoka na funguo. Kwa hiyo niliingiwa na ule moyo wa kibinadamu. Ukizingatia ule muda ambao amekuja, nikimwambia aondoke, endapo akaenda huko akapata tatizo labda, kitakuwa ni kitu kibaya. Basi nilimtazama kama dakika 5 hivi. "Sasa sikia. Mimi nakuruhusu ulale kwangu leo tu. Lakini kesho utajua namna ya kupata funguo ili uwe unalala huko chumbani kwenu." "Na kwani ukaruhusu mwanamke wako akaondoka na funguo wakati kichumba ni cha kwenu tu wawili?" Nilimuuliza. Aliendelea kukaa kimya tu. Basi nilimpatia masharti, kisha sasa nikageuka na kuanza kuondoka. Naye alikuwa nyuma yangu akinifuata. Niliingia mpaka ndani. Mimi nimepanga chumba kimoja tu. Yaani chumba hicho ndo nakitumia mimi. Sina sebule wala sina chumba kingine tofauti na hicho. Basi bwana, tulifika mpaka ndani. Yule kaka alikuwa amesimama tu akiendelea kukagua mazingira. Mimi nilielekea mpaka kwenye kabati. Nikatoa shuka moja na kumtupia. "Utalala hapo chini." Nilimwambia yule kaka. Hata kuendelea kuuliza maswali mengi. Nadhani pia hakuwa akizungumza. Lakini nilijiuliza kwa sababu mara nyingi nilikuwa nikimsikia Zakia akibishana naye. Na mimi nilikuwa nikiamini kwamba alikuwa akibishana na huyu kaka. Lakini kwa nini sasa nikimsemesha mimi hazungumzi? Ilikuwa ni swali ambalo lilinipa maswali, ila nikaona sawa tu. Unajua si vizuri kuchunguza kila kitu. Mambo mengine wayaache tu kama yalivyo. Mimi nilipanda kitandani. Nikawa nimejilaza. Na yeye pia akawa amejilaza pale chini. Na akajifunika kabisa na shuka. Japokuwa nilikuwa nikiogopa endapo nikalala usingizi huyu mwanaume akageuka na kutaka kunifanyia kitu kibaya. Ila nilijipatia moyo tu. Na mpaka asubuhi kuna kucha na kuja kushtuka kumekucha. Niligeuka. Haraka sana nikatazama pale chini. Alipokuwa amelala yule kaka jana usiku. Lakini sikuweza kumuona. Yaani sikuweza kumuona kabisa. Nikasogea haraka na kutazama mlango. Kilichonipatia moyo ni kwamba mlango ulikuwa umerudishiwa. Wakati jana usiku nilikuwa nimeufunga kwa funguo.
ila funguo pia nilikuwa nimeacha pale pale mlangoni. Nikapata wazo, inawezekana aliondoka labda mapema. Nilijiambia tu hivyo. Lakini wakati naendelea kutafakari pale, nilianza kusikia mlio wa paka. Ulikuwa ni mlio wa paka. Nikageuka haraka haraka sana na kutazama pale ndani kwangu, kwa sababu ule mlio ulitokea pale pale ndani. Nilianza kutafuta ile sauti ilipotokea. Nikasikiliza kwa makini. Niligundua kwamba ilikuwa ikitokea chini ya kitanda. Nilinama taratibu na kuchungulia chini, na maanisha uvunguni mwa kitanda. Sasa alikuwa ni ule paka mweupe, na tena alikuwa kinitazama. Niliogopa sana. Nika najiuliza paka aliingia saa ngapi, kiasi kwamba mimi nisiweze kumuona. Kwa sababu nilikuwa najiuliza maswali mengi, na kingine kwa sababu Zakia alisafiri. Ilidhani na niliamini pia kwamba paka atampeleka kwa mama yake. Basi nilimsemesha ule paka, wewe unafanya nini hapo? Nilimuuliza ule paka. Hebu toka nje, nilimwambia hivyo. Na huyo paka, kama nilivyosema mwanzo, alikuwa ni paka ambaye anaelewa. Kwa hiyo taratibu alianza kutoka kule uvunguni. Nikasogea haraka haraka mpaka pale mlangoni. Nikamfungulia mlango. Sasa yule paka aliondoka zake, na mimi nikabaki pale ndani. Nilishusha pumzi ndefu. Alitaka kuondoka na moyo wangu huyu. Amenishtua sana na sijui aliingia saa ngapi. Nilijisemea mwenyewe. Nikaanza sasa kujiandaa kwa ajili ya kuelekea kazini. Lakini sasa wakati najiandaa pale, nilipofungua tu kabati kwa ajili ya kutoa nguo, nilikuta karatasi iliyokuwa na ujumbe. Nikaanza kuvuta picha. Hivi ile karatasi niliyokabidhiwa na ule kaka jana, niliiweka wapi? Lakini akili yangu ikaniambia hapana, hii itakuwa ni nyingine kabisa. Nilichukua na kufungua. Kulikuwa na ujumbe, tena mwandiko ule ule wa yule jamaa. Na ulikuwa unasomeka hivi: naitwa Ahmadi, nashukuru sana kwa msaada wako. Alizungumza hivyo, na maanisha kwamba alikuwa ameandika hivyo. Nilijikuta nikitabasamu. Unajua kaka, kuna namna nilikuwa nimemuelewa, sema ndio hivyo tu. Nilikuwa nikijikumbusha kwamba ni shemeji yangu. Basi nilitabasamu pale. Nikarudisha ile karatasi kabatini. Nilivaa haraka haraka sana. Nikatoka mpaka nje. Nikachukua usafiri na kuelekea mpaka kazini. Baada ya kufika huko kazini sasa, kila nilipokuwa nikikumbuka matukio ya wiki jana, nilikuwa nikiishia kutabasamu mwenyewe. Bosi wangu pia liligundua hilo. Wewe, una matatizo gani leo? Mbona unaonekana una furaha sana? Au umeshapata mchumba nini? Aliniuliza bosi wangu. Kwa sababu alikuwa ni mama tu na alikuwa ni mcheshi, alafu anapenda utani. Nilicheka. Amna bwana madam. Ni kawaida tu. Hapana. Lazima kuna mtu umemuona huko. Mimi nawajua nyewe mabinti. Sio kawaida yako kabisa. Alisema hivyo. Basi nilicheka tu. Amna. Sawa, mimi leo nataka nielekee mjini. Kwa hiyo nitaondoka mapema sana. Leo utafunga duka wewe, sawa? Sawa bosi. Nilimjibu hivyo bosi wangu. Tukaendelea na kazi. Sasa kwa sababu nilikuwa na furaha sana siku hiyo. Na furaha yangu ilitokana na ule kijana, kwa sababu mara zote nilikuwa nikitaja jina lake, Ahmadi. Nilichokifanya baada ya kutoka kazini, nilipitia kwanza kwenye supermarket. Nikanunua maziwa. Na haya maziwa ilikuwa ni zawadi kwa ajili ya ule paka. Kwa sababu sina mtu yote ambaye naweza nikashia naye furaha. Niliamini kwamba kwa kumpa yule kiumbe naweza nikawa nimeshia naye furaha. Basi nilifika mpaka nyumbani. Nikazunguka nyuma ya nyumba kwa sababu mara nyingi yule paka alikuwa anapenda kukaa kule. Ukizingatia asubuhi alikuwa ametokea kwangu, kwa hiyo niliamini kabisa atakuwa yuko pale pale nyumbani. Nilimkuta yule paka. Alikuwa amejilalia zake tu hapo kwenye kivuli. Nilipofika mimi alifungua macho yake. Nikatoa ile maziwa kwenye pochi. Sasa sijui nikuweke wapi? Au subiri niende ndani nikachukue chombo kwanza? Nilimwambia yule paka. Alikuwa kimetoka kiendelea kunitazama. Basi nilisimama pale taratibu. Nikaelekea mpaka kwenye mlango wangu. Nilifungua mlango. Nikaenda kuchukua bakuli. Nilirudi mpaka pale kwa yule paka na kumimina yale maziwa. Yule paka alianza kunywa. Umefurahi? Nilikuwa namuuliza huku nikitabasamu.
lakini kwenye akili yangu yote nilikuwa nikimkumbuka yule kijana wa jana usiku, Hamadi. Basi nilimwacha pale akiendelea kunywa ile maziwa, na mimi nikaingia sasa chumbani kwangu. Sasa bana, muda ulienda, na kwa sababu pale nyumbani nilikuwa peke yangu, ilipofika saa 1 tu ya usiku nilifunga geti kabisa. Nakumbuka wakati nafunga geti yule paka alikuwepo. Kwa hiyo sasa nilienda kulala, na ilibidi nilale mapema. Kwa mpaka inafika saa 3 nilikuwa tayari nimeshalala. Nilikuja kushtuka saa 9 za usiku. Mlango ulikuwa unagongwa. Sio geti, namaanisha mlango ndani kwangu. Nilishtuka sana na kujiuliza nani ambaye anaweza kagonga mlango wangu muda kama huu. Na zaidi nilikumbuka geti nilikuwa nimelifunga. Nilijiinua taratibu na kusogea mpaka pale mlangoni. Nani? Niliuliza. Lakini badala ya mtu kujibu, mlango uliendelea tu kugongwa. Basi nilijikaza na kushika kitasa. Nikazungusha funguo taratibu. Nilifungua ile mlango, alikuwa ni Hamadi. Nikajikuta tu nimeacha tabasamu. Karibu Shem, nilisema hivyo. Basi nilimpisha akaingia ndani. Alikuwa na karatasi mkononi kama kawaida. Nikapokea ile karatasi. Ilikuwa imeandikwa hivi: samahani, naomba unipatie hifadhi na leo kwa sababu uko nje ni baridi sana. Ulikuwa umesomeka hivyo wa ujumbe. Niliachia tu tabasamu. Nikapiga tu mpaka kwenye kabati la nguo na kutoa shuka. Nilimkabidhi Hamadi. Hata kutaka kuongea maneno mengi. Alijilaza tu pale chini na akajifunika shuka. Lakini sasa niliwaza ile baridi. Nikasogea mpaka pale chini. Nilianza kumtingisha Hamadi ambaye sasa aliamka. Akawa ananitazama. Samahani, hapo chini kuna baridi zaidi. Amia tu kitandani. Utalala upande ule mwingine, nilimwambia Hamadi. Alitikisa kichwa kukataa, lakini niliendelea kumbembeleza. Nilimbembeleza sana na mwisho wa siku akawa amekubali. Basi alipanda pale kitandani na akawa amelala. Na mimi pia nilifanya hivyo. Nikawa nimelala pia. Asubuhi kulikucha. Lakini kama kawaida, nilikuwa nikiamka asubuhi simkuti kabisa Hamadi. Na sio kumkuta Hamadi tu, yani mlango unakuwa uko wazi sawa. Naye simkuti, lakini ule paka anakuepo kule ndani. Nilikuwa sijiulizi chochote wala siwazi jambo lolote baya. Ila tu kiukweli nilijikuta nikifurahia sana hii kampani ya Hamadi. Nilikuwa naomba Mungu kila siku awe anakuja pale kwangu. Lakini pia nilikuwa naomba Mungu Zakia asirudi, kwa sababu nilijua endapo atarudi mwanaume wake ataendelea kulala kwake. Kwa hiyo nilikuwa naombea tu Mungu kila siku asirudi. Basi siku ziliendelea kwenda. Na ukaribu wangu na Hamadi ulizidi kuwa maradufu. Nilifikia mahali sasa tukawa tumezoeana. Hamadi alikuwa hajui kuzungumza. Sijui kama ni alikuwa hajui au alikuwa anafanya kusudi. Lakini alikuwa azungumzi kabisa. Alikuwa anazungumza kwa njia ya kuandika. Na hivyo niliweza kumzoea. Nilikuwa nikimwona usiku kwa usiku tu. Hilo pia nilikuwa nimelizoea, halikuwa na tabu kwangu. Lakini pia nikajikuta nikimpenda sana Hamadi. Kuna wakati ulifika mpaka ikawa usiku nambakizia chakula sasa. Ule muda ambao anakuja, haijalishi ni muda gani, lakini tunakula kwa pamoja. Yaani kwa kifupi tukatokea kuzoeana sana sana. Mazingira ndo yale yale. Sikuwahi kumwona hata siku moja Hamadi akiondoka pale kwangu. Kila siku nikiamka nilikuwa namkuta tayari ameshaondoka. Mlango tu unakuwa uko wazi na ule paka anakuwa yuko ndani. Basi kutokana na ule ukaribu ambao tulikuwa nao, mimi na Hamadi tulijikuta tukiwa kwenye mahusiano. Yalikuwa ni mahusiano kabisa, yani tukawa kama mtu na mpenzi wake. Ule muda mchache ambao tumeishi kwa pamoja, yani nilitokea kumpenda sana. Nadhani hata alitokea kunipenda pia. Akawa anakuja kwangu kila siku sasa. Ulipita muda kama mwezi hivi. Na siku moja nikiwa nimekaa sina ile wala lile, mlango uligongwa. Ilikuwa ni mapema tu. Namaanisha kwamba geti. Ilienda kufungua geti. Alikuwa ni Zakia sasa amerudi. Kiukweli sikuweza hata kumchangamkia. Kwa sababu niliona uje wake pale utanifanya nisiwe karibu kabisa na Hamadi. Na wakati mimi nilikuwa tayari nimeshamzoea. Zakia alinichangamkia sana. Umepotea unajua? Nilimwambia Zakia. Nikiwa sio mchangamfu hata kidogo.
na hata kumuuliza maswali nilikuwa najikaza tu. Ndiyo, shangazi naye ana mambo mengi. Baada ya kufika kule kwani alikuwa anataka niondoke sasa, alisema Zakia huku akicheka. Karibu tena. Asante, alisema Zakia. Lakini sasa ukaondoka bila kumwachia mgeni wako funguo. Nilimwambia Zakia, kumbuka hapo sasa nilikuwa namtetea mume wangu, au naweza nikasema mwanaume wangu au mwanaume wetu. Zakia alinitazama kwa mshtuko. Mgeni wangu? Mgeni yupi? Aliniuliza Zakia. Au tuachane nayo tu, nilimjibu sasa kwa kupotezea huku nikitabasamu. Zakia alibaki mwenye maswali mengi sana, lakini akaamua tu kukaa kimya. Haya basi, mimi niko ndani, nilimwambia Zakia ambaye alibaki pale amesimama. Nikapiga tu na kuingia mpaka ndani kwangu. Lakini sasa wakati yule paka alikuwa yuko ndani, na yule paka sasa alitoka. Alitoka mpaka nje. Wewe, hebu njoo hapa, alisema Zakia akizungumza. Sikumshangaa sana kwa sababu ilikuwa ni tabia yake kuzungumza na paka kama vile anazungumza na binadamu. Kwa nilikaa tu kimya kule chumbani kwangu. Basi sijui sasa uko nje kama yule paka alienda ama ilikuwaje. Lakini nilimsikia tu akifungua mlango na mara akawa ameingia ndani kwake. Hiyo siku ilikuwa imepita, lakini ilikuwa nina hasira sana kwa sababu nilijua ni ngumu sana Ahmadi kuja pale nyumbani kwa siku hiyo. Na hata akija lazima ataenda kwa mpenzi wake tu. Hawezi kuja kwangu. Kwa hiyo hicho kitu kilinikasirisha mno. Basi muda ulienda mpaka ulipofika usiku. Kama kawaida saa 9 za usiku, mlango ulianza kugongwa. Nikashtuka mno kwa sababu nilikuwa najua kabisa anayegonga ni nani. Alikuwa ni Ahmadi. Lakini sasa anawezaje kugonga wakati mwanamke wake yupo? Nilikuwa nikijiuliza hilo swali. Nikasimama haraka sana nikiwa mwenye furaha, lakini pia nilikuwa na hofu. Unajua mwanaume wa mtu ni wa mtu tu. Nilielekea mpaka mlangoni nikafungua. Kweli alikuwa ni Ahmadi amesimama mbele ya macho yangu. Karibu, nilisema kunikitazama kulia na kushoto. Ahmadi aliingia mpaka ndani. Vipi? Umeshaonana na mwanamke wako? Nilimuuliza. Hakunijibu kitu, alikaa kimya tu. Lakini hapo nilianza kuhisi la tofauti. Nilianza kujihisi kichefu-chefu. Nikasimama haraka sana. Nikatoka mpaka nje. Nilianza kutapika. Na sikujua hali ile ilitokana na nini. Basi baada ya muda nilirudi ndani. Ahmadi alikuwa akinitazama tu. Itakuwa naumwa, nilijisemea mwenyewe. Basi Ahmadi alichukua kalamu na karatasi. Kesho naenda basi hospitali, alisema hivyo. Usijali, nitaenda, nilimwambia Ahmadi. Basi tulipanda kitandani tu na kulala. Asubuhi nilipoamka mimi nilijiandaa na kuelekea kazini, nikiwaza labda pengine ile ilitokea kwa bahati mbaya tu. Lakini baada ya kufika kazini sasa, hali ilikuwa ni hiyo hiyo, ilikuwa kutapika na tumbo lilikuwa likinivuruga mno. Bosi alishtuka baada ya kuniona mimi nikitapika. Wewe, una shida gani kwani? Najihisi vibaya bosi. Nahisi naweza nikawa na malaria, nilimwambia bosi wangu. Alinitazama kwa muda. Malaria? Au na mimba? Aliniuliza bosi. Unajua nilishtuka. Nilishtuka sana kwa sababu kilikuwa ni kitu cha surprise kwangu. Unasemaje bosi? Ndiyo, nenda kapime ili upate uhakika, alisema hivyo. Basi kwa sababu pia sikuwa nikijihisi vizuri, ilibidi tu nifuate ushauri wake. Nikamwomba kwamba niende nyumbani nikapumzike. Nilipitia mpaka duka la dawa nikani nimenunua kipimo. Baada ya kufika nyumbani, nilipima ujauzito. Kwa bahati mbaya sasa, nilijikuta nikiwa ni mjamzito. Nilikuwa nimefurahi kumzalia mwanaume ambaye nampenda. Lakini nilikuwa nawaza mazingira ya Ahmadi. Anaonekana hata pa kulala tu hana. Sasa ataweza vipi kumlea mtoto? Nilijikuta mwenye mawazo mno. Na nilikuwa namsubiri ya kumpatia hizo taarifa. Nilikuwa nikimsubiri kwa shauku kubwa mno. Na hakuna siku nilikuwa namwambia afike pale nyumbani kama siku hiyo. Nilikuwa nikiombea muda uende haraka. Na kweli bwana, baada ya usiku kufika kama kawaida, mida ile ile yake alikuja na kugonga mlango. Nikamfungulia akawa ameingia ndani. Baada ya kumkaribisha vizuri, nilimpatia hizo taarifa. Ahmadi
alionekana kufurahi, lakini pia alikuwa akilia. Yaani alianza kulia machozi. Sasa sikuelewa machozi yalikopo ni ya furaha iliyopitiliza ama ilikuwa ni nini, lakini nilibaki tu pale nikimbembeleza. Kwa upande mwingine niliamini kwamba alikuwa analia kwa furaha. Basi asubuhi kulipokucha kweli sikumkuta. Alikuwa tayari ameshaondoka. Nilikuwa nikiamini baada ya kuondoka pale Hamadi atarudi. Lakini huwezi kuamini, hiyo ndio ilikuwa mara yangu ya mwisho kabisa kumuona Hamadi. Siku zilizidi kwenda, Hamadi sikumuona akija tena pale kwangu. Na sio kwangu tu, ina maana hata kwa Zakia alikuwa haji. Tumbo likawa linazidi kukua. Nilikuwa nina msongo wa mawazo kwa sababu pia hii hali yangu ilikuja vibaya. Nilikuwa nashindwa kufanya kazi yoyote, kwa hiyo maisha yalikuwa ni magumu mno. Nilitamani pengine yeye angekuwepo, angalau hata angeweza kunisaidia kwa kidogo. Lakini ndo hivyo, hakuwepo. Nilipitia misoto ya kila aina. Maisha yalikuwa magumu. Yaani imagine mimi ni mjamzito, siendi kazini, alafu sina hata hela ya kula. Mambo yalikuwa magumu. Sasa nilikuwa na rafiki yangu mmoja hivi. Nilienda kumwelezea kila kitu. Nikamwambia kwamba mimi nimetembea na mume au mwanaume wa jirani yangu. Na huyo mwanaume tokea nimempatia tu taarifa za ujauzito, sijawahi kumuona tena. Rafiki yangu alinishauri kitu kimoja, kwamba kwa sababu tayari limeshatokea la kutokea, inabidi niende nikamwambie Zakia, jirani yangu sasa, kwa sababu yeye ndio mtu pekee ambaye anapafahamu. Yaani anaweza kafahamu huyo Hamadi yuko wapi, ili kama ikiwezekana nimtafute na aweze kubeba majukumu yake kama baba. Lilikuwa ni wazo la kutisha, lakini nilikuwa tayari ninayo shida, kwa hiyo sikuweza kukataa. Nilikubali ile wazo kwa mikono miwili. Basi nikiwa nimejikaza sana, nilienda mpaka kwa Zakia. Nikamgongea mlango, alinikaribisha tu nyumbani vizuri, yani ndani kwake. Nikawa nimeketi. Niambie jirani yangu, alisema Zakia. Zakia, kwanza natanguliza samahani. Naomba unisamehe sana kwa kosa kubwa ambalo nimekufanyia, nilimwambia Zakia. Hapo alishtuka na kubaki akinitazama. Kosa kubwa? Unamaanisha nini? Nilianza kulia, machozi yalianza kunitoka na sijui alitokea wapi. Nikapiga magoti chini. Zakia, najua mimi ni mkosefu na unaweza kanifikiria vibaya, lakini ni shetani tu alinipitia, nilianza kumwambia Zakia. Akacheka kidogo. Unajua sikuelewi bado. Sielewi kwa nini unaniomba msamaha, sijui unachokizungumza unamaanisha nini. Hebu naomba twende tu kwenye pointi, alisema Zakia. Nikavuta mafua kwanza. Nikashusha pumzi ndefu, kisha nikamtazama Zakia. Zakia, nilitembea na mwanaume wako, nilimwambia Zakia. Mwanaume wangu? Mwanaume gani? Aliniuliza kwa mshangao. Ni kama vile alikuwa nielewe hata kidogo. Unajua Zakia, unamfahamu Hamadi, yule ambaye nilikuwa nakuona ukizungumza naye? Nilimwambia Zakia. Alishtuka kiasi kwamba alisimama akiwa haamini. Hamadi? Ulifanikiwa kumuona Hamadi? Aliniuliza Zakia. Hapo nikaendelea tu kulia huku nimeinamisha uso wangu chini kwa aibu. Ndiyo. Unajua uliposafiri alikuwa anakuja kunigongea mimi ndani kwangu, na alikuwa akiniomba kulala kwangu kwa sababu alisema nje kuna baridi sana, nilimwambia Zakia. Hapo sasa aliketi juu ya sofa kiupole sana. Alikuwa akinitazama na yeye pia machozi alikuwa akimtoka. Nilitokea kumpenda, na ndo kwa bahati mbaya pia nikawa nimebeba ujauzito wake. Nilimwambia Zakia. Unajua alishtuka zaidi, akaendelea kulia. Unamaanisha ulibeba ujauzito wa Hamadi akiwa kwenye ile hali yake? Aliniuliza Zakia. Sasa mimi nilikuwa sielewa anazungumzia hali gani. Ndiyo, lakini tokea siku nimempatia taarifa za ujauzito, kwanza alilia sana, na kwanza pale sijawahi kumuona tena hata akija hapa kwako. Tafadhali Zakia, mimi ni kama mwanamke mwenzio, nateseka sana, sina msaada kwenye maisha yangu tena. Najua sikustahili hata kukuambia hili, lakini imebidi tu kutokana na hali ambayo niko nayo. Niliendelea kumwambia Zakia ambaye alikuwa kimya.
Alikuwa kimya akiendelea kulia. Alikaa kwa muda, yani kulipita ukimya kwa muda, na kisha akaniambia, sasa Hamadi unayemzungumzia hapa wala sio binadamu wa kawaida. Ni binadamu lakini sio binadamu aliyekamilika, alisema Zakia, kauli ambayo ilinishtua mno. Nikainua uso wangu haraka na kumtazama. Unamaanisha nini ukisema hivyo? Unamkumbuka yule paka ambaye alikuwa hapa nyumbani kwangu? Aliniuliza Zakia. Ndiyo, namkumbuka. Kuna nini kwani? Yule ndo Hamadi, alisema Zakia. Sikuwa nimeamini hata kidogo. Nilisimama kutoka pale chini, nikawa nimeketi sasa juu ya sofa. Unasemaje Zakia? Ndiyo. Unajua miaka 5 iliyopita mimi niliolewa, lakini usichokijua, mama yangu mimi ni mchawi. Alitaka mimi ndo nirithi mikoba yake, na nilikataa. Nilikataa kwa sababu najua mambo ya uchawi. Endapo ningekubali kujiunga, basi ningempoteza mwanaume wangu, na mwisho wa siku ningepoteza mpaka watoto ambao tungewazaa. Hicho kilinifanya nikatae kabisa na kugoma kujiunga kwenye uchawi. Lakini kutokana na maamuzi yangu hayo, mama aliamua kufanya kitu kimoja tu. Alimgeuza mume wangu kipenzi na kuwa paka. Alisema hivyo. Unajua, nilikuwa nahisi kama vile naota. Nilijipiga kibao kimoja kwanza. Baada ya kuhisi maumivu ndo nikagundua haikuwa ndoto, ulikuwa ni uhalisia kabisa. Kwa hiyo Hamadi ugeuka kwa binadamu usiku, lakini inapofika saa 12 asubuhi anarudi na kuwa paka. Na hiyo ndo siri iliyojificha kwenye maisha yake. Alimalizia hivyo, na tena alimalizia huku akilia kwa uchungu mno. Niliishiwa mpaka pozi mwenzenu. Nilishinda nilie, nicheke, nisikitike ama nifanye nini. Nilibaki tu nikimtazama, kwa sababu ile aliloniambia lilikuwa kama vile aliniingia kilini. Lakini nilijaribu kuvuta kumbukumbu. Nikawa nakumbuka sasa matukio mbalimbali. Nilimkumbuka yule paka. Nilimkumbuka namna alivyokuwa akizungumza na huyu paka, kama siku ile alikopa akimgombeza kuhusu samaki ambao nilikuwa nimempatia. Ukiachana na hilo, Hamadi alikuwa kila nikiamka namkosa pale ndani, lakini namuona yule paka. Kwa hiyo kulikuwa na 100% kwamba Zakia alikuwa akizungumza ukweli mtupu. Zakia, tunafanyaje sasa? Nafanyaje mimi? Nilimuuliza Zakia huku nikilia. Sasa wote tulikuwa tunalia. Nilijaribu sana kumpambania mume wangu, lakini kwa bahati mbaya ilishindikana. Alisema Zakia, hatuwezi kukata tamaa kirahisi. Naamini kuna njia ambayo sisi hatuifahamu. Nilimwambia Zakia. Alikaa kimya tu akiendelea kunitazama. Mimi sijui hiyo njia, labda kama utakuwa unaifahamu. Hapa nilipoenda kwa shangazi, vile nilivyokuambia kwamba nasafiri, nilienda kuuliza kama naweza nikamrudisha mume wangu. Lakini shangazi aliniambia, endapo nitataka kumrudisha mume, na maanisha Hamadi, basi nizungumze na mama. Na mama najua hawezi kabisa kukubali. Na sio Hamadi tu, mama amekuwa akiwageuza watu wengi sana kuwa paka. Wale paka ambao mama amekuwa akiwafuga, wengi wao sio paka wa kawaida, ni watu, alisema Zakia. Mpaka nilikuwa nikisisimka nywele. Kuna vitu ambavyo unaweza ukahisi pengine ni hadithi tu, lakini ni vitu ambavyo vinatokea kwenye hii dunia. Dunia ina mambo mengi sana, ndugu msikilizaji. Basi niliwaza kwa haraka nifanye nini. Nilikuwa nimeishiwa pozi kuliko siku zote za maisha yangu. Nilimwomba Zakia tu anipatie muda wa kutafakari, pengine nikajua cha kufanya. Basi nilisimama pale nikarudi ndani kwangu, nikiwa sielewi, nimechanganyikiwa. Msaada wa mwisho ilibidi nimpigie simu mama yangu. Nilimpigia simu mama na kumweleza kila kitu. Yeye mwenyewe alishtuka sana baada ya hizo taarifa. Akaniuliza kama namhadithia kitu cha ukweli. Nilimwambia mama ni jambo la ukweli kabisa, na kama lingemtokea mtu mwingine pengine nisingeamini, lakini limenitokea mimi mwenyewe. Basi mama alisema kwamba atanipatia jibu. Ngoja kwanza jaribu kuulizia mtu ambaye anaweza akatusaidia. Mama alisema kwamba atanitafuta tena. Nilikaa sana nikiwa na shauku ya mama kunitafuta. Zilipita kama siku 3. Na siku ya 3 sasa mama alinipigia simu na kuniambia kwamba kuna mtu amempata, lakini huyo mtu yuko Sumbawanga, inabidi tuende huko.
Nilimfuata Zakia na kwenda kumshirikisha. Hakuwa na kipingamizi. Kwa maelezo ya mama, alisema huyo mtu alimwambia kwamba tuende na huyo paka. Kwa hiyo Zakia alifanya hivyo. Mimi pamoja na Zakia tulitoka tukiwa na ule paka. Muda huo wa asubuhi sasa, kwa sababu tulianza safari asubuhi na mapema. Tukaelekea mpaka Sumbawanga, na ilituchukua usiku kufika. Na mpaka tunafika Sumbawanga, siku hiyo Hamadi alikuwa amebadilika kabisa. Alikuwa kwenye umbo lake lile lile la paka. Sasa huyo mzee alitupokea vizuri, na baada ya kutupokea pale akawa amemtazama Hamadi na akatuomba kwamba tumwache naye. Alituelekeza vitu ambavyo vinahitajika, ikiwemo mbuzi. Tulitafuta mbuzi, tukatafuta sijui kuku na vitu vingine ambavyo alituelekeza. Basi alianza kumfanyia madawa pale. Matibabu ya Hamadi alichukua kama wiki hivi. Wiki nzima tulikaa Sumbawanga, lakini kwa bahati nzuri alipona. Alirudi kwenye umbo lake la kibinadamu, na hata alipofika asubuhi aliendelea tu kuwa binadamu, tofauti na alivyokuwa mwanzo. Mwanzoni ilikuwa ikifika usiku anageuka na kuwa binadamu, lakini kuanzia saa 12 asubuhi anarudi na kuwa paka. Hamadi alishukuru sana, alinishukuru sana, akamshukuru na ule mganga. Zakia alikuwa akilia tu, alikuwa akilia. Basi kwa moyo mweupe kabisa Zakia alisema kwamba yeye hawezi kuendelea kuwa na Hamadi kutokana na mama yake hawezi kukubali. Kwa hiyo kwenye maisha yake hataki kuolewa tena, na hivyo aliruhusu kwa moyo wake wote mimi niendelee kuwa na Hamadi. Basi wote tulifunga safari ya kurudi mpaka kule nyumbani, lakini nilichokifanya mimi, mama alinitaka niende kwanza nyumbani. Na sio mama tu, kwa bahati nzuri Hamadi pia alikuwa ni mtu ambaye ana maisha yake, japokuwa alikuwa amesimama kwa muda, lakini nyumbani kwa alikuwa na kila kitu. Alikuwa na biashara ambayo iliendelea kusimamiwa. Kwa hiyo nilirudi nyumbani na Hamadi akawa ameenda kwake, ila baada ya muda kidogo zilianza taratibu za ndoa, na baada ya mimi kujifungua tu tulifunga ndoa. Ilikuwa ndoa kubwa na ya kifahari, na tukawa mke na mume rasmi sasa. Kwa kweli nyumba niliokopo nikikaa nikiishi na Zakia nilishahama muda mrefu. Sikuwahi kujua tena historia yake iliendeleaje, lakini kwa upande wangu mimi na mume wangu ndio ilikuwa hivyo. Naona mwisho wa simulizi iliyokuwa inakwenda kwa jina la Nilizana Paka Mtu Nyumba ya Jirani. Ulikuwa nami mwandishi na msimuliaji wako Mami Maud, ambao unaweza kunipata kwa nambari za simu 0753056995. Nikukumbushe tu kwamba mwisho wa simulizi ni mwanzo wa simulizi nyingine kabisa. Lakini pia kama ni mpenzi wa simulizi za kusisimua na simulizi za kutishatisha, unaweza ukasubscribe tu YouTube channel hii kwa simulizi ambazo zitakuwa zinatoka hapa kila siku. Till next time, bye.